Na haya ni maneno ya dharau sana aliyozungumza Ahmed Ally, msemaji wa timu ya Simba Sport Club baada ya kushinda bao 2-0 pale KMC Complex, wakimfunga KMC akitoka na majozi mazito. Ahmed Ally amesema kwamba Simba Sport Club imerudi kwenye ubora, imerudi kwenye msingi. Ametamka mengi sana ya kujigamba. Twende tukamsikilize wote kwa pamoja, tusikie alichosema na alichojigamba ni nini. Twende watazamaji, mimi ni King Alex TZ. Twende kwa pamoja tukamsikilize Ahmed Ally, huyu hapa. Tumefaidika kwa 100% kwa maana kwamba tulichokitaka tumekipata, ambacho ilikuwa ni ushindi pamoja na mpira mzuri. Jana nilikueleza kwamba leo kutakuwa kuna maonesho ya mpira wa miguu. Kuna watu hawakuelewa. Duniani tumeshuhudia maonesho mengi. Kuna maonesho ya sayansi na teknolojia, wataalamu wanakuja kuonesha mipango yao ya kisayansi na umeelewa Tumeshashuhudia maonesho ya kilimo 88. Tumeshuhudia watu wanakuja kuonesha wanavyolima matikiti, maparachichi na makabichi. Tumeshashuhudia maonesho ya biashara 77, hiyo utakuja wanafanya mabiashara pale. Lakini dunia haijawahi kushuhudia football exhibition, haijawahi kushuhudia maonesho ya mpira wa miguu. Leo hii ilikuwa ni siku maalum ya kuja kuonesha maonesho ya mpira wa miguu. Kwa nini maonesho? Maonesho ni kwamba leo tunakuja kuanika silaha zetu zote, na sio tu kuanika silaha zetu, kuja kucheza mpira mzuri ambao watu hawaujui, watu hawajawahi kuona, kuja kucheza mpira mkubwa ambao watu watafurahi kwa dakika zote 90. Ndio maana ya exhibition hii. Leo umeona akishika Anicet Oura mahali unafurahi, hapo ndo anafanya exhibition yake. Akishika Libase Geye unafurahi, hapo anafanya exhibition yake. Akishika Chama unafurahi, huyo ndo mkuu wa exhibition mwenyewe. Akishika mpira Selemani Mwalimu una enjoy. Nixon Kibabage akishika mpira, hapo ndo anafanya exhibition. Kapombe exhibition. Kaka, leo ilikuwa ni siku ya exhibition, na wana Simba wameshuhudia maonesho, na sio tu wana Simba peke yake, dunia nzima imeshuhudia maonesho ya mpira wa miguu. Namna gani mpira unachezwa, namna gani watu wanapishana kama interchange ya kijazi, namna gani watu wanashambulia, namna gani watu wanapresi, namna gani watu wanapokonya mali. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu ameturudishia Simba yetu. Sema hii ndio ile Simba ulikuwa unaniambia kuna siku atacheza Gwe huku, kuna siku atacheza Innocent Oura huku, kuna siku atacheza Chama hapa. Hiyo Simba baba itakuwa hatari. Ndio hii kaka, ndio hii. Lakini sio leo. Ipo hiyo siku. Hiyo siku utakapoona lineup imetoka, watu wote watali wako ndani humo, jua hiyo siku hatutaangalia mpira pekee yetu, tutakuwa tunaangalia mpira na majini pamoja na viumbe vingine kutoka sehemu mbalimbali zimekuja kushuhudia Simba inacheza hiyo siku. Hiyo siku Mwalimu Beka amekasirika, ameshusha silaha zake zote, ametia Chama, ametia Loemba, ametia Libase Geye, ametia Oura. Hapa chini ameweka mtaalamu mwenyewe Kagoma. Wewe kaka, hiyo siku tutashuhudia mpira hapa na viumbe vya ajabu kutoka sayari mbalimbali wanaiona Simba. Hakuna atakayekubali kubaki huko Pluto wakati Simba inacheza hapa. Hakuna mnyama atakayekubali kubaki Serengeti wakati Simba inacheza hapa. Kiboko hawezi kukaa kwenye bwawa wakati Simba inacheza hapa. Watakuja kuiangalia Simba kaka. Sawa, usimalize maneno semaji. Selemani Mwalimu hii leo amefunga bao lake la 3. Yuko juu pale kwa maana kuna timu yetu kwa wafungaji kwenye ligi kuu ya NBC, lakini pia Libase Gwe mechi ya pili ya ligi kuu ya NBC, bao lake la 2, amechukua pia tuzo ya 2 ya mchezaji bora wa mechi. Hii ndiyo maana ya usajili na ndiyo maana ya kufanya maboresho. Libase Gwe anatoa taswira halisi ya maana ya maboresho. Na kila tunapozungumzia usajili wa dirisha dogo, lazima lazima mashabiki wa Simba tuwashukuru na kuwapongeza viongozi wetu. Dirisha dogo la usajili, kusajili wachezaji karibia 5, na wote ni wazuri, na wote wanakuja kuingia kwenye first 11, na wote wanakuja kubadilisha timu. Hiyo sio kazi ndogo hata kidogo. Hiyo ni kazi kubwa inayohitaji jicho pevu kweli kweli, kuwaona wachezaji na kuwaleta, na wachezaji wakaja kuleta mapinduzi makubwa. Viongozi wetu wa Simba Sports Club, bodi ya wakurugenzi,
Kwa hili mashabiki wa Simba tunatakiwa kuwapongeza pakubwa kweli kweli. Sio kazi nyepesi, dirisha dogo kaka, sio dirisha dogo, ni hatari. Kwa sababu dirisha dogo, kila mchezaji mzuri ambaye ameonyesha kwenye timu yake, hakuna timu inataka aondoke. Si ndio tunaelekea kwenye ubingwa? Sasa nani anakubali Libase Gay aondoke? Lakini Simba kwa ushawishi, kwa fedha na program yetu, Libase Gay tukamngoa nyumbani kwao, tukamleta. Nani anakubali kumwachia Loemba? Lakini anakubali kumwachia kwa sababu ni Simba Sports Club, ina viongozi wa maana. Kazi imefanyika na tumeiona. Na of course timu yetu imebadilika, Tobias Sebastian. Timu yetu inafurahisha kuitazama. Timu yetu inatia raha kuitazama. Namna ambavyo mashambulizi yanaanza, utulivu wa hali ya juu, pressing ya kutosha, tunapokonya mali miguuni kwa mtu, tunafika na tumewakosa KMC. Hasa kipindi cha pili. Tuko na mtia kama 8 hivi, lakini sio issue. Goli 2 zinamtosha kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hayupo goalkeeper wetu namba 1, amekuja au tumemwona Hussein Abel hii leo na clean sheet akimaliza. Hii ndio buffet. Unachagua tu mwenyewe. Unachagua nini? Ndizi nyama au pilau au biriani au wali nazi au wali wa maji. Hakuna ugali kwenye hiyo buffet. Hiyo ndio Simba Sports Club. Tunaamua leo anadaka nani? Anadaka Tanja, anadaka Alexander, anadaka Abel Hussein. Leo kaka Abel Hussein, goalkeeper wa maana kweli kweli wa Simba Sports Club, aje kutishwa na KMC. Inawezekanaje? Amekaa pale katulia, amefanya kazi yake vizuri, ameiondoa Simba bila kufungwa bao hata moja. Ni jambo la kumpongeza, ameonyesha utulivu wa hali ya juu kweli kweli. Tumepata namba ya mashabiki kiasi chake ambao wamekuja kujitokeza hii leo. Pengine tuzungumze nao, lakini pia nini ambacho kinafuata, kwa sababu ratiba inaonyesha mchezo unaofuata ni mchezo wa CAF Champions League. Simba imerejea kwenye ule utimamu wake. Imerejea kwenye ubora wake. Hii ni Simba ambayo mwana Simba hautaki kukaa nyumbani. Unapitwa na vitu vingi. Njoo hapa. Sijui umeelewa kuangalia Simba hii nyumbani ni riski. Lolote linaweza likatokea. Sijui umeelewa vizuri Lakini ukikaa hapo una uhakika wa kumwona Loemba ukimwangalia hivi kwa macho kaka, anatia raha. Chama ukimwangalia hivi kwa macho hivi, yani mnaonana, Chama anatia raha sana kaka. Aura ukimwangalia hivi anafurahisha. Huo upe alokuwa nao Rushain kwenye TV hauone vizuri, waupe fulani waki Cape Town mpaka umuone uwanjani. Rangi yake imetakata, imeng'aa. Simba Sports kaka, wanaogea maji ya masafi, watu wanaishi maisha mazuri. Kule ni masafi kumbe kaka. Kaka, timu ya tajiri. Kwa hiyo hizo Simba kukaa nayo mbali. Hii ni Simba ya kuita. Mimi niwashukuru mashabiki ambao wamekuja hapa katika uwanja wa KMC, pamoja na kwamba tulikuwa ugenini, lakini tumekuja na sisi hatuna ugeni. Sisi popote ni nyumbani kwetu. Wamekuja kwa wingi, tunawapongeza, tunawashukuru. Kesho kutwa Jumamosi tuna kibarua kingine, tunawaalika tena. Taarifa pengine za kuelekea mchezo huo tutarajie siku 2 hizi au? Kesho Alhamis Mungu akipenda tutafanya mkutano na waandishi wa habari kuelezea programu nzima ya mchezo huu, lakini kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kuwaita mashabiki wa Simba mechi ya Jumapili ya Jumamosi, tusianze kuidiscuss wala kuichambua. Hiyo sio jukumu letu wana Simba. Jukumu letu wana Simba siku hiyo ni kuja uwanjani tu. Tusiangalie hata tukishinda twende popote, hata tukipata sijui kitu gani. Halafu najua sisi tushakubali kwamba mwaka huu hatujakuwa na msimu mzuri, tumetolewa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, wana nguvu moja, tunaanguka pamoja, tunanyanyuka pamoja, tunasonga mbele pamoja. Kwa hiyo tumeanguka pamoja kwenye hatua makundi, tunaendelea kuishikilia na kushikamana na Simba yetu, tunajipanga pamoja kuelekea katika hatua inayofuata. Kwa hiyo Jumamosi tujitokeze kwa wingi, twende tukawape support wachezaji wetu kwamba anyway hatujakwenda hatua makundi mwaka huu, sio kosa lenu, ni letu sote.
tumelikubali, tujipange kwa ajili ya msimu unaokuja. Na siku hiyo tunakwenda kuenjoy, kwenda kufurahi, tunacheza with no pressure, lakini kumbuka tunatafuta heshima yetu. Hatujamaliza kampeni ya kutafuta heshima yetu, tumeipata Angola, tunakwenda kuipigania tena Benjamin Mkapa. Na kumbuka Toby, hatujashinda mchezo hata moja Benjamin Mkapa msimu huu kwenye CAF Champions League. Tunatakiwa kwenda kushinda mchezo huo dhidi ya Stade de Malien, na nilishakuambiaga Simba hafungwi mara mbili kwenye group stage na mtu. Tumepoteza nyumbani kwao mahali Stade de Malien, hatutaki kupoteza tena Benjamin Mkapa. Twende tukampasue, tuchukue heshima yetu, na baada hapo tunawekeza nguvu kubwa kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Mimi niwaite mashabiki wa Simba tuje kwa wingi siku hiyo, twende tukaenjoy Simba yetu. Semaji, kila kitu kipo vizuri? Kimenyoka.